akakataa kwa sababu walinivalisha gale mahirizi ya waganga hivi wanasema nipone. Sasa yule mama aliponiombea akachukua ile mahirizi akayakata afa akaenda kuyatupa. Mama yangu alikuja kagomba kwa nini umefanya hivi? Sisi hatujakwambia ufanye. Mimi nikamwambia mangu no mama. Uone nimepona. Mamangu sasa hataki anahisi kama sina vile vitu nitakufa. Unaona kwamba ile uponyaji una muda mchache hicho kitu lakini nitakufa. Anaona ni kama hiyo ndio inakusaidia. Sasa kama kunisaidia na nilala kitandani. Mimi nadhani pia hata shetani amefunga watu wengi wao ufahamu. Basi lakini nashukuru Mungu babangu alikuwa yuko tofauti na mamangu. Kwa nini? Kabla ya kuumwa nakumbuka nilikwambia nilikuwa naota ndoto namwambia babangu anahifadhi zile ndoto. Naota kwa hiyo akajua kuna kitu kwa hawa walokole. Kanyamaza. Baadaye akamfuata yule mama. Ule mwenye aliomba? Akamfuata akamwambia hebu niambie vizuri. Nimekuta binti yangu amekuwa sawa. Lakini sijaelewa kwani ulimfanya nini? Uliombaje? Kwani akasema hata nilimwombea, akaanza kumweleza kweli. Niliomba kwa jina la Yesu hivi na hivi na hivi na hivi. Babangu basi akapokea tu akanyamaza. Lakini babangu alikuwa ni mtu wa hekima ile ndani kabisa ile deep ile hekima. Hawezaji kuongea kitu mpaka akifanyia uchunguzi. Baadaye siku moja mamangu aliondoka. Tena nikawa naumwa. Yule mama kwa sababu tunakaa wote jirani kama hapa na hapa. Akaja tena akasema naomba nimwombee huyu mtoto kwa Mwenyezi Mungu. Hakutaja jina la Yesu hiyo siku. Kwa Mwenyezi Mungu. Akaingia akaniombea lakini kwa kiomba alikuwa kwa sauti, alikuwa anaomba pole pole. Ila akisema kwa jina la Yesu ile sisi mtu asisikie. Sisi ni familia yenye misimamo sana. Basi akaomba nikaanza kujisikia vizuri. Naomba chakula, naomba hiki. Anasema hebu mpeni uje. Babangu akawa anashangaa. Kuna nini? Sasa babangu aliamini hivi kwamba huenda huyu mama anajua siri ya kile kinaniumiza. Babangu aligundua kabisa huyu mama mlokole. Kuna kile anajua. Kuna kitu anajua ambacho kinamuumiza mtoto wangu. Naona. Siku nyingine tena akaenda kama Nikodemo, akamuuliza kwa siri. Hebu niambie kwani umegundua nini? Maana sisi tumeenda hospitali, tumeenda wapi, hamna kitu tunaona. Sawa, na mtoto wetu tumetibia apone. Mbona wewe ukimwombea tu anapona inakuaje? Hebu niambie umegundua kuna nini? Ina maana alijua katika vyovyote vile tulivyohangaika hakukuwa na majibu na hakuna aliyekuwa anajua hiyo ugonjwa isipokuwa ni huyu mama mlokole. Kwa hiyo akasema nitamuuliza huyu anayemwombea mtoto wangu mpaka anapona. Huyu ndo atajua siri. Akamwambia hapo, akamweleza kwa habari za Yesu. Baba yangu akawa haamini sana kwa sababu yeye haamini katika. Anaona aje sasa. Lakini inakuja. Mbona akimwombea anapona? Tukakaa baadaye nilipoumwa sana. Hali yangu tena ikawa narudi. Naona maana wazazi wangu walikuwa hawaamini katika hiyo kabisa. Baadaye ikawa inajirudia, nikaumwa ile mama akawa haji sasa nyumbani. Sasa mamangu alimwambia asikanyage kwetu. Kama anapita apite aende huko.